tukasema ile michango midogo midogo ndani ya sisi Fadhili Bucha Friends, hasa mwisho wa mwaka ndio waga unatupatia shida ile ya kusema kwamba Januari ni ngumu sana. Yani maisha ya Januari maisha ni magumu. Tukasema sisi hiyo tunataka tuondokane nayo. Yani sisi tukila hapa nyama tarehe 25, hakuna mtu mwenye mawazo kwamba hana hela ya kumnunulia mtoto wake uniform. Tukaamua kuanzisha mfuko wa elimu. Kwa hiyo tunayo mifuko mingapi? Sisi tunasaidiana ile ya matukio yanapotokea, yani sherehe pamoja na maafa, yani starehe pamoja na maafa. Tunayo ambayo inahusisha na nini? Na elimu. Sisi tukikaa hapa tulivyokubaliana, mheshimiwa umechelewa kufika, sisi tumegawana hela hapa. Yani hao watu usimuone huyu Mnyantuza anaongea kwa kiburi hapa. Anaongea kwa sababu anajua hana mawazo ya ada Januari. Tukaona haitoshi, tuchezeshe hisa kwenye kikundi chetu. Na hisa zetu nanunua kadri unavyoweza wewe. Mstahiki Meya, sidhani kama unaweza ukachaguliwa naibu mstahiki meya kama hujajenga. Sio rahisi. Lakini sawa, itakuwa ni Mungu ameweka mkono wako. Tunakukaribisha sana. Na leo hii tumempokea mwanachama mpya ambaye ameingia leo baada ya kusikia sifa za Fadhili Bucha Friends. Kwa hiyo bado tunaendelea kutoa nafasi, ziko chache kwa sababu sasa hivi tuko wanaume waliojenga tuko 33 na aliyekuja leo tuko 34. Mimi nawapongeza sana. Hii Fadhili Bucha Friends kwangu mimi haijakaa vizuri sana. Iliyokaa vizuri sana ni wanaume wa Fadhili Bucha waliojenga. Maana hawa wamejitafuta kwanza, wakapata kama wanaume. Wamejitafuta wakapata kiwanja, wakafikiria kuweka mawe, wakafikiria kuleta tofali na mchanga. Wao wanaume uwezo ukawapiga story kwenye issue ya renta. Kabisa. Alafu na kipengele kinachonifurahisha kingine, maana mwanzoni nilikuwa na hofu. Sasa wanaume tuliojenga mkiniita mimi na mimi na stop, lakini bahati nzuri mmetuonyesha nyinyi wenyewe. Kumbe nyumba zenu hazina kiwango. Kwa hata kama nikifanikiwa kujenga ile ya bati 5 ni mwanaume niliyefanyaje? Niliyejenga. Tayari kwenye kigezo cha wanachama na kuwa tayari nimefanyaje? Nimetimiza. Lakini kingine ni ile kusaidiana kwenye shida na raha. Kipengele ambacho huwa kipo sana kwenye kila kikundi. Lakini nyinyi mmeenda kwenye kikundi kingine cha kusupport elimu. Na kweli pamoja na kwamba wanaume wengi wamejenga, lakini kwenye kipengele cha Januari huwa ni jasho. Kwa kama mmeweza kukiona hicho na kukiongeza, kwa kweli hata mimi nakubaliana na nyinyi kwamba mtakuwa mnaiunga mkono serikali kabisa, kwamba elimu kwanza, maisha mengine baadaye. Basi tutajongea tena, lakini hata mwezi wa 12 tutafika. Ombi langu tu sasa kwamba kikundi tuendelee kukitangaza vizuri, kama mlivyosema mmefungua sasa zaidi milango, mko 30 na malengo yenu angalau 50. Niwaombe wananchi sasa wa Geita mjini, kwa sababu mmepanua, mmetoka kuwa wanaume wa Fadhili Bucha, kumbe hata wale Wanyanguku kama tumejenga tunaweza kuja. Tutumie hii nafasi sasa kuja kuungana na hiki kikundi chenye malengo mazuri kabisa. Unapokutana na kikundi ambacho kina malengo mazuri, mkaribishe mheshimiwa mbunge, mkaribishe mheshimiwa mstahiki meya mwenyewe. Lakini na wadau wengine tunao wengi. Amen. Tukiweza kwenda mbele tukaalika siku moja wadau hata 3, kumbe mfuko utakuja kupanuka zaidi. Baada ya kusema hayo, ndugu zangu,
niwaombe tu sasa kwamba mimi haka ka kiasi ninako hapa sio ka ahadi, nikakabidhi kabisa mbele ya wanaume waliojenga. Naitwa Nyanda Joseph Nyanda, Engineer Nyanda. Ni mwenyekiti wa mambo madogo madogo, zile days zilizosemwa, sawa, zile za kila mwezi, kula ile. Mimi ni mwenyekiti wa hiyo kamati hiyo. Kwa hiyo kwenye nafasi ya kushukuru, tunashukuru sana kwanza kwa uitikio wako, kwa ujumla wa kikundi tunashukuru mno, na Mwenyezi Mungu aendelee kukutia nguvu, uendelee kuwa na moyo huo wa upendo, kwa sababu hata sisi kikundi hiki tukikosa upendo hakiwezi kwenda. Kwa hiyo nakushukuru sana, tunakuombea na wewe, Mungu akuzidishie, Mungu akusaidie, akupe ufahamu mkubwa wa kuweza kusimamia majukumu yako ya kazi vizuri. Umesema hapa kabla kwamba wewe ni kwamba ulihifadhiwa kwa wale, sawa. Hata sisi tuliojenga sio kwamba hayo mahistoria yapo, si ndio? Lakini wewe umesema kwamba haya maisha, umoja unatakiwa, umoja ambao unatakiwa, na kitu ambacho sisi tunakiona kwamba wewe ni kweli una moyo huo, na umeona kabisa